Karibu kujifunza kutengeneza simu yoyote ile na kuflashi simu yoyote ile. Karibu sasa katika kozi ya Dr. Sim. Goma ina nini? Basi. Hiyo ndio button ya kuashia. Tunaishika lakini kimya. Jaribu kuweka chaji haionyeshi na kwenye kompyuta size haisomi. Kwa tunaenda kuifanyia jaribio la kuipiga moto. Na hili tatizo mara kwa mara linasababishwa na maji kuingia au simu kuanguka. Ukiangusha kuna IC kwa hapa, kupata damage ile, tatizo linajitokeza. Hivyo itabidi tufungue ili bati. Funguaji wa bati inabidi umakini kidogo usije ukakata njia ya pembeni, na ni zoezi la taratibu. Japo kuna njia nimenyukua hizo, lakini kwa simu kubwa napokuwa imewekewa soda waya, njia yake inakuwa ipo hapo na kwa pembeni. Nimefungua. Simu yetu ina IC hizi mbili, kuna hii na hii. Tutaenda kujaribu kupiga moto hii na hii kwa mbali. Ni hivyo hivyo kwa W3 na simu nyingine zote zilizozima. Kwa huku moto nimeseti kwenye 300. Moto ni mzuri, niseti kwenye 300. Upepo sio sana, japo kwa ambao anatumia analogi anaweza kuseti moto kwenye 2.5 na upepo kwenye 2.5. Unatosha. Hapo tunaingoja ishuke. Tuo simu yetu ndio hii. Tutachukua soda paste tenda kuiweka ili tunapopiga moto japo hii kazi tunavyoifanya hapa inakuwa na 50% kwa 50. Simu kupona au simu kufa. Kwa usijue kaweka guarantee kusema simu itapona moja kwa moja. Hapa tunavyofanya hivi inabidi wewe umeyali na mteja, unamwambia kusema kuna kupona na kufa. Na urahisi wa simu kama hizi ukikuta imezima kama hii, ni rahisi zaidi kufanyia kazi kuliko na kukuta kuna nyingine inawaka haimalizi inajikata, au inawaka inajizima, unapiga faili inarudia huo mchezo. Baada ya kuipiga moto unaiacha kidogo ipoe ili uende kuitest.
Iache simu yako ipoe. Sasa Nenda kuitest baada ya kupoa. Kama unavyoona ni mute, imetulia tu. Basi hapo ni vizuri switch yetu tuiweke on dot, kwa yake tuiunge hapo on dot, then litavoweka beti tuaginaenda najiwasha yenyewe moja kwa moja, siwe na usumbufu wa kwenda kuiwasha. Kama unavyoona kimya, naenda tena kuipiga moto. Ili zoezi ni endelevu unapopiga moto. Baada ya kupiga vile vile, subiri ipoe. Basi ndio kuitest hapa. Kama unavyoona kimya, ndio tena kupiga moto. Ni zoezi endelevu, hilo zoezi endelevu mpaka atakapokubali. Ukiona umejaribu umeshindwa, naendelea nayo. Ndio tupiga sana hii, tutapiga na hii kidogo. Nenda kujaribu baada ya kupoa. Nenda kufungua hapa, tuende kuitest, ila utangoja kwanza ipoe. Basi tunaenda kuitest hapa.
Basi fikia hapo unakuwa umefix tatizo lako. Tegemea na sasa hapa tumetoa hizi button na tumeunga direct. Basi unaweza kurudishia huko. Kurudishia simu yako hapa. Hapa utatafuta kitu kave tu au utaanza kaacha hivyo hivyo. Sababu unaelewa kitu gani kilichofanyika. Asante kwa nasi. TNZ College. The more you watch, the more you gain. Tunda kutoa soda yetu ili turudishie keyboard yetu. Asante kwa nasi. It is your utaiweka vizuri ili uende kuiwasha na uhakikishe pako flat. Asante kwa nasi TNZ College. Hatuna cha ziada. TNZ College. Subscribe sasa katika channel yetu, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Baada ya muda mchache beti napata moto. Alafu nakujaribu kuacha haiwaki. Kila beti ukigusa napata moto. Naamini kuna short. Tutaenda kujaribu kwanza kupima hapa. Ili tuone. Sasa kapima tu vile kawaida mwanzo. Hadi nisharuhusu bado message ya jamii. Ila tayari nimeshaenda na link. Kwa nini? Hapo unaweza kwenda. Asipopata. Sinjoshe tena bila kuja huko. Lazima hapa ndapiga kelele. Basi. Hiyo ndio ground. Ukigusa na turn ina link. Basi moja kwa moja itabidi twende kuviangalia. Tunazo capacitor hapo, tunazo diode kwenye circuit yetu ambazo inabidi tuziangalie kwa karibu. Kwa mfano, kama unakumbuka capacitor za kwenye simu tulielekeza, tunaweza tukagusa kwenye ground, baadaye tukaanza kugusa moja moja. Upande mmoja ilinki, upande mmoja inabidi ilinki. Kama hapo inapima diode. Kindi pia kuna moja iko karibu na terminal ya channel. Ina link. Ina link vile vile. Hata kwanza kujaribu kuchomoa hiyo. Alafu pia ukiziangalia na hizo diode zake. Kienda kuzipima hizo diode. Yetu usiuto. Ina link. Kama capacitor mbele fresh. Basi. Kwa mara kwanza inaweza ikawa ikiungua, kwa mfano capacitor hii ikawa inapitisha umeme direct kwenye diode, ikawa inarudisha. Itapima hivyo, na vile vile diode ikiungua itafanya hivyo, itapima vile vile. Hivyo itabidi tuanze kwanza na hiyo capacitor. Baada ya kumalizana na hiyo capacitor tupate hizo diode tucheck. Tunaenda moja kwa moja. Tuagenda letu
Na kwa ambaye ujui ni kupembinu hii moja. Kwa mfano no hii socket. Kwenye hii socket namna rahisi ya kupima vitu kama sivijui. Unaweza ukaangalia kwa picha, ukaangalia kinachofanana na kinachofanana, alafu kaenda kutumia multimeter yako ukapima. Ukipima kinachofanana kwa kufanana, vipimo vitavyosoma kwenye nzima na mbovu ni tofauti. Kwa hiyo utaangalia simu hata nzima utapima hivyo hivyo, itakusaidia kwamba kama hujapitia hizo clip zinazoonyesha jinsi ya kupima vitu mbalimbali. Sisi tunaweka ili isiweze kucheza. Flags hapo. Nilikuwa naweka flags. Kuna vitu vilicheza. Tumechomoa, tuna disconnect kwanza hiyo. Baada ya kudisconnect hiyo, tunaenda kupima. Je, itaonyeshaje au itasabuje? Disconnect hiyo capacitor kama unavyoona imehesabu. Tageuza hii miguu, tapima haihesabu. Basi hii capacitor ndio iliyo na shida hiyo capacitor. Hivyo kabla tu ya nini, itabidi tuangalie hasi na chanya, zeni tutoe badilishia, tuwekewe mfumo huo, afu tujaribu kuwasha simu yetu. Toa hapo. Baada ya kuitoa unaweza ukapima yale maeneo tuliokuwa tunapima muda ule na linkage ili uhakikishe umetoa kabisa. Multimeter yako ikionyesha hivyo, it means betri limekata. Tubidi uizime uwashe. Onyesha iko fresh. Tenda kupima sana zile baadhi ya maeneo ambayo ilikuwa na linkage. Na kama unakumbuka capacitor tulisema upande mmoja itabidi upime, upande mmoja isipime. Huko napima lakini mbele napima kama diode. Kija na hii vile vile napima mbele kama diode. Basi tutaenda kuibadili hiyo tuliyoitoa pale. Na hii ndio circuit yetu. Tuliyokuwa tunaitoa ni hii, ambayo hii imetoka kwenye chanya kwenda kwenye hasi, kutoka kwenye chanya kwenda kwenye hasi. Tutaenda kuibadili
weka ambayo inatoka kwenye chanya kwenda kwenye asi, na direction utakuwa kwa unaitoa ile nyingine kuja kuileta hapa, unaifuatisha vile vile. Tenda kuipima hiyo. Ina linkage. Tenda kuichomoa hapo ili tuiweke. Hii na linkage tutaiweka, au unaweza kuchomoa hiyo ukiangalia ni vile vile. Tatizo mara nyingi simu zinazokufa na zinaleta shoti ni capacitor. Hivyo itabidi uangalie ambao hailinki wala haipimi kama short ili kuitumia. Nayo hiyo hapo nenda kutoa. Kisha ipima naenda kutoa na kuweka kule. Unavyobeba huku, unavyopeleka kule, itabidi ikae direction hiyo hiyo. Shipachika hapo, ndio kuchukua multimeter na kupima. Ndio kupima hapo. Nimepima sahihi. Kigeuza miguu fresh. Hapo naenda kuitest. Na vile betri ilikuwa inatumika ni hili, vile vile naenda kulipima voltage zake ziko ngapi, kama inaweza ikasha simu au la. .24 hii imenyonywa, kwa hiyo tutafuta betri nyingine tupitestie. Nenda kurudishia kapsi yangu. Simu yetu imewaka. Okay, thank you. It is T&Z College. The more you watch, the more you gain. Asante kwa support yako T&Z College. Tupo na wewe kwa kila hatua tunayoipiga. Asante. Kama unavyoona tukibadilisha. Basi usipate tabu sana kwa simu ambayo inapima short. Kitu kikubwa ni kuelewa short inapiga wapi. Inapiga kwenye terminal, it means umeme huko ndani au supply. Ni kuangalia capacitor iliyopo kati ya terminal za chanya kwenda kwenye terminal za asi. Hii kiungua itapima short muda wote. Asante kwa kuwa nasi T&Z College. The more you watch, the more you gain. Subscribe now
like my video. Thank you for your support. Right, TNZ College tena baada ya kimya cha muda mrefu, na leo tutaenda kuonyesha jinsi ya kuflash au kurestore simu za button ukiwa na PC na usipokuwa na PC. Moja kwa moja tunaanza. Ni TNZ College, chuo chako kipendwa. Asante kwa kuwa nasi. Tunaanza na Tecno. Tuko na Tecno hapa. Tupo na Itel ambayo itarepresent Itel zote. Basi moja kwa moja tunaanza kipindi chetu. Tukiwa na simu yetu hii, nikitaka kuingia upande wa message au majina, kuna password. Jaribu kwenda kwenye message, kuna password. Hivyo basi kupitia hii simu tutaenda kujifunza jinsi ya kuenda kuzitoa moja kwa moja. Kuna video ambayo tulitanguliza mwanzo inaonyesha jinsi ya kuminya zile kodi, lakini tunaona quality yake ile video ni ndogo. Hivyo basi tunaiweka hii tena ambayo itakuonyesha jinsi ya kutumia vyote viwili kwa pamoja. Basi tunaanza na Tecno. Kwa zile Tecno ambazo unawasha tu inakuwa na password, sio za namna zote zinazokubali, lakini naenda kuonyesha mfano. Na izima hii simu yetu, izima simu yetu hapo. Huku tukiwa pia na vile vile na Itel tunaizima na yenyewe. Ni TNZ College, chuo chako pendwa. Usiache kusubscribe katika channel yetu, kutoa comment yako kwa msaada wa haraka. Basi tunaenda kuziwasha simu zetu kama tunavyoiona hiyo Itel hapo. Naenda kuiwasha na Tecno yetu hapo. Imeshawaka Itel kama unavyoiona hapa. Itel haina option yoyote kama unavyoona hapo. Itel yetu option yoyote haina. Basi haina option yoyote tofauti na Tecno. Tecno yetu hapa kuna option source. Nyingi simu zinakujaga za namna hiyo, unaminya hapo source. Baada ya kuminya hapo unaenda kwenye kupiga, utachagua laini kwa mfano iliyopo, afu unaminya nyota reli 0 nyota reli. Jaribu kupiga na goma hiyo, unaifuta 1 2 3 4 5 reli, inagoma. Lakini kwa Tecno zinginezo inakubali hapo. Hiyo option inakubali, ukiminya tu hivyo inakubali na ina restore. Hivyo basi tunaenda kuifungua iende moja kwa moja mbele. Kwa hii inagoma, lakini kwa zingine inakubali. Na Itel yetu hii ndio imegomea hapa. Hamna option yoyote. Naenda kuiwasha simu yetu ambayo imewaka ipo hivi. Kuna password ambazo nataka uzitoe uzijui. Basi naenda kuminya nyota reli 0 nyota reli. Inatuletea option. Do you want clean all test data? Unachagua ndio au hapana. Tunaenda hiyo Itel tena, kuna menu nyingine nyota reli. Hii ni Tecno 1 2 3 4 5 reli. Inakuletea tena ujumbe ule ule. Utachagua sasa menu moja ya nyota reli 0 nyota reli au nyota reli 1 2 3 4 5 reli, utapiga. Wakati huo kwenye Itel yetu imegoma. Itel hazina ujanja mpaka uje kwenye laptop yako hapo ili uweze kuzitolea. Basi nenda tunaizima Itel yetu. Tecno yetu ndo kama hivyo, na yenyewe tunaweza tukizima hapo ili tuitumie na kwenye kompyuta huko ili tujifunze zaidi. Asante kwa kuwa nasi TNZ College. Kwa uhitaji na msaada wa haraka, usiache kutupigia simu hapo na namba hizo hapo. Kwa wanaohitaji hiyo program, ni bei ndogo kabisa, shilingi 5000 unaipata programu yako, lakini inaenda kwenye biti 32. Hivyo basi tunaenda kwenye Aladdin. Tunaitumia Aladdin. Kabla hujatumia Aladdin inabidi ufungue Miracle au Eagle kwa mara moja, ambako utajaribu afu ndio utaenda kutumia Aladdin. Ukienda Aladdin moja kwa moja itagoma. Kama unavyoona hapa kuna Miracle imefunguliwa hapa. Tunaenda kwenye MTK. Tunatafuta MTK ili tuweze kuisoma password ya Itel. Tukienda kwenye MTK hapo, na iacha simu yetu na ya programu yetu na reload, tunaweza tukasoma tukaread info ambako tukasoma tu information za hii simu. Tunajua ni SPD, lakini tunaendelea kutumia hiyo read info ili tuangalie hapo. Itasubiri pale. Baada ya kusubiri pale, simu yetu tulishaizima. Tutachukua USB yetu, tutashika hizi button mbili za juu kwa pamoja. Ukiwa simu yetu imezimwa, tunaipachika. Tukipachika hapo ina load kule, inakuwa ina install hapo driver. Hapo kama unavyoona simu yetu pale ilidai vile,
hiyo ina install, lakini nakwambia turn on na nini, kwa sababu ni Itel hapo itagoma. Ukisoma hapo chini naandika unsupportable port. Kwa basi tunaenda moja kwa moja tunaitumia Aladdin. Ukishafanya hivi Aladdin kwa hapo itakubali, ukifungua tu itakubali. Kwa utaenda kuifanyia kazi moja kwa moja. Basi tunaitafuta Aladdin yetu hapo. Hii hapa Aladdin yetu. Tunaingia MTK ili isisumbue, maana inasumbuaga. Ukishaleta hii option ndio tunaenda sasa kwenye SPD ambayo speed RAM ambayo ndio inatumika kwenye simu hizi ndogo. Basi tunaenda kwenye lead password. Basi tunaminya start button hapo, huku tumeshika zile button zetu mbili, tunaipachika USB yetu hapo. Baadaye na load pale driver kama unavyoona huko chini inasoma. Nasoma hapo, nasubiri hivyo hivyo mpaka imalize. TNDZ College, usiache kuwa nasi ili ujifunze zaidi. Na program ni bei rahisi sana, ambao ni 5000, labda gari ni laptop kama huna, ila program ni rahisi sana na sana. Pia itakuwezesha kutoa na kubypass Google Lock kwa simu mbalimbali ikiwepo Itel na simu zinginezo. Pia kwa wale ambao wana laptop wanaweza wakatumia clip tulizoziweka hapo chini wakazirudia za chini. Ni TNDZ College. Baada ya hapo simu yetu inakuwa tayari. Baada ya kuimaliza hapo, chini hapo inakuwa imeandika password zetu za hii simu. Unlock code ile pale, screen code ile pale, private code ile pale. Tunaiwasha simu yetu. Sababu imetoka kwenye program, inabidi uichomoe beti na kuirudisha. Tunaichomoa simu yetu betri hapo. Kisha ichomoa hapo, tunapachika betri ili tuende kuiangalia. Ni TNDZ College. Basi naipachika hapo simu yetu. Tunaiwasha kuiangalia, ambayo kodi yetu kama unavyoiona pale. Tutatumia unlock code, sio screen lock wala private code hiyo. Basi simu yetu imeshawaka, tunaandika ile kodi. Ambayo hiyo hapo wameandika hapo unlock code. Nikishaandika basi simu yetu inawaka. Utahitaji kama kuirestore, kufanya nini, kuiflash, kuiformat, zote hizo options ziko kwenye ndani yetu. Lakini hapo tumetumia hiyo ili tusome tu. Hatuhitaji kufuta kitu chochote. Basi simu yetu tayari ni TNDZ College. Pia kwa simu ya Tecno tunaenda kuionyesha clip sasa hivi, yani ndani ya hii clip tunaenda kuionyesha na kwa ajili ya simu ya Tecno. Kabla tujamaliza hapo, pia kuna Itel ya mtindo huu. Tunajaribu ile kodi nyota leli 0 nyota leli. Kama kawaida imetuletea hapo hiyo option. Ni Itel. Tunajaribu na ile nyota leli 1 2 3 4 5 leli. Basi pia kama ina password ukiwasha namna hii bado itakuletea ile option ambayo ni source. Unaenda kutoa. Ngoja tuangalie hapo kwenye source. Basi tunaiwasha simu yetu hapo. Ni Itel. Inadai password na minya source, tunajaribu. Maana sio zote zinazokubali. Hii inagoma. Tunaenda kuimalizia Tecno. Tecno ni MTK. Kama unavyoiona hapo, tunaenda kwenye service au hapa lead password. Kuna common na service. Hii service huko ndo kuna option mbalimbali. Ila common ni zile, yani common ambayo kama nikitaka kuiformat, kusoma information zake, read flash, write flash, hii kama kusoma faili na kuliandika faili na kulipea email. Basi na mini start hapo
inaanza kuskania kama hapo unavyoona chini. Simu yetu ndio hii, na kandamiza batani zile mbili za chini, baadaye naiweka USB yetu. Baada hapo ina load hapo. Imegoma. Kwa nini imegoma? Sababu zinakuwa ni nyingi. Kwa imegoma, unahakikisha umeshika hivi hii si wake kama ina charge. Sina scan port hapo, tutaipachika. Basi tayari imeshasoma pale. Imewaka, lakini sio kwa mtindo wa kuchaji. Kiwaka hivyo na huku ikawa imesoma hivi, hamna shida. Unasubiri tu password yako. Basi simu yetu imewaka hivi. Tutachomoa chaji, itabaki hivi. Ila itabidi ndio uchomoe hapo betri na upachike, ila kodi zetu ziko hapa. Hii ni njia ya Tecno. Basi tunaenda kuzisoma hizo. Ametuandikia hapa unlock code ambayo ndio hiyo hapo 06 55 36 15. Basi tayari. Pia kwa simu za smart unaweza ukasoma pattern bila kuflash. Ukaisoma pattern yake huyo mtu bila kuflash na vitu vyake vyote ukavikuta salama. Minya hapo kuna lead lock, viko setting mbalimbali hizo. Kuna hii hapa lead pattern kama unavyoiona hapa. Na zile private code unaweza kuzifuta, zile ambazo inakuwa program tu ameweka, kwa mfano kwenye picha tu ndo ameziba, unatoa. Ni TNZ College. Asante kwa kuwa nasi. Usiache kusubscribe katika channel yetu ili upokee video zetu nzuri na zaidi na zaidi. Asante. TNZ College. Tuko na simu yetu hapa. Inaitwa Formula. Basi. Simu yako ni ya design hii. Mkanda huu umekatika. Mkanda ndio unaleta mawasiliano chini, speaker, mic, system charge. Kwa kipande chake tunacho hapa. Hivyo naenda kuonyesha namna ya group. Kitu cha kwanza itabidi tukongue mkanda wetu. Tukwangue then tuunge. Itabidi tuungoe nao. Tunaona mkanda wetu ndo namna hiyo. Hivyo basi unaweza ukachagua kudisconnect au kuachia hapo hapo ili uunge. Chaguo zuri ni kutoa hapa, tuunge then turudishe. So kitachofuata ni kudisconnect hapo.
Tumesha disconnect. Baada ya kudisconnect, tuna sehemu mbili, upande huu na upande huu. Tutaenda kukwangua na wembe wetu. Focus yetu haionyeshi vizuri hapa. Unahakikisha umekakwangua kanang'aa. Kuna mng'ao fulani hivi unaoonekana hapa. Tenda kuonyesha mng'ao wake. Nio hapa. Kama unavyoona hapo kuna nyeusi. Kuna rangi hiyo kama aluminium. Then kuna ile aluminium ambayo imekolea. Kama unavyoona. Hizo njia tutaenda kuziunga, kuzivusha. Pia na upande wa pili vile vile. Kama unaona kuna rangi moja, nikikwangua hapo zitoke rangi mbili. Kama unavyoona hapo, ukiwa kwa karibu ndio utaona vizuri zaidi, na utahesabu njia zako ziko ngapi hapo. Kisha zihesabu zeni unaenda kuunga. Kwa hesabu yangu hapo niliyoipiga na kuiona picha yangu ilivyo, kuna pande mbili. Upande mmoja una njia nyingi, upande mmoja una njia chache sana. Nenda kuzionyesha pande zote mbili. Tutusame kamera haifocus vizuri. But kikubwa idea upate jinsi ya kuzianza. Na huko tenda kukwangua upande mmoja uwe kama huko. Huko upande mmoja umekwanguliwa. Upande mmoja bado utakwangua na huko.
Basi baada ya hapo tunaenda kuiunga sehemu nyeusi na nyeusi, vile vile sehemu hii na hii. Hatuzifananishi, hatuzitofautishi. Baada ya hapo kuchoma, kinachofuata ni soda ya kuchukua nafasi. Hakikisha njia zako zinanyoka. Basi baada ya hapo tunaenda kuiunga. Format yako itavyokaa ni hivyo. Hapo inahitajika umakini tu, ndipo utaweza kuunga vizuri. Hivyo basi tutatakiwa kufanya Taanza na hii upande wa pili ambao njia zake ni chache, ili ni Y. Kisha ninavyoweka kwenye gundi hapo, njia zinanyoka, isipinde njia hata kidogo. Ninavyounga hapo, nahakikisha njia na njia zinakutana.
kiungo kinaonekana hivyo, lakini bado ndapitisha tu waya. Bas tukutane sehemu ya pili. Naenda kuimalizia, then nakwenda kutest mic system charge, speaker kama vinafanya kazi. Kilichobaki hapa ni kwenda ku loop njia moja kwa makini na kwenda kupima njia zikutane kuhakikisha short itatokea. TNZ College. The more you watch, the more you gain. Asante. Tukishatuandaa tuwe tuwaya, naenda kutuchoma. Tutatafuta waya kama huu, tuchuna, then utagusisha soda waya, then utakuwa unachukua kamoja hako na katumia kuunga. Kama unavyoona hizo njia. Ziko hivyo. Japo hapo zinaonekana vizuri sana, ila zipo hivyo. Hivyo tunaenda kuziunga. Hapa sitatumia kwenye kamera kwani mwanga upo fresh, then kamera inanizuia kuona, inabidi nione kwa ukaribu zaidi ili nipate njia. Iya Pak Ma. Ya. Pau. Edition. Basi tunaanza kama hivyo unavyoona hapo. Nenda kumalizia hizo zingine. Yes, TNZ College. Tuko kwenye 2B. Asante kwa umetazama 2A na kuanzia 1A, 1B. Tuko kwenye 2B. Hivyo basi tunaenda kusoma na kujua jinsi ya kupima simu ambayo ni nzima. Unaweza kuwa umeletewa simu lakini hujajua ni nzima au sio nzima. Hivyo basi inabidi uwe na multimeter. Ukiwa na multimeter yako hapo ndio imezimwa. Tunaenda kupima, tutachopimia tutatumia kipimo cha diode ambacho kina link ya alarm. Pia kuna sehemu ya voltage ambazo zimetulia. Ni DC voltage, huku kuna AC voltage. Hizi hatuzitumii kwenye simu hata kidogo. Hizi tunatumia kwenye simu. Hivyo basi tunaweka hapo kwenye alarm. Baada hapo tunaenda kupima simu yetu. Tunaanza na mashine hii. Hii ni simu ndogo tu ya button. Hivyo naenda kutumia kupima. Na unapoenda kupima kama unavyojua, positive ni huku, negative ni huku. Ukipima hivi, ukija kwenye kupima tuna hivi. Tunao positive, tunao negative. Kama unavyoziona. Positive, negative. Tunakuja kwenye betri. Betri yetu ndio inakaa hapa. Tunapima upande wa positive, upande wa negative tunapima. Umeona imehesabu. Na nikigeuza imehesabu hivi. Hivi ndio staili nzuri na sahihi ya kupima. Nilivyoweka hivi. Ninapokuja kuipima simu kama ni nzima au ni mbovu,
Positive sitaiweka kwenye positive, nitaiweka kwenye negative. Na negative itakuwa kwenye positive. Nikipima hapo itabidi nipimie kama diode. Kama diode. Kama tulivyozungumzia kwenye vipindi vilivyopita, diode kazi yake ni kupeleka umeme upande mmoja. Na diode yetu jinsi ya muonekano wetu tulishajadili kwenye vipande vya TV. Hapo tunaweza tukapitia kwenye daftari hapo. Tunaenda kufunua. Japo kuna pages zimepotea za diode, lakini tunaenda kuongelea ni transistor hii kichoongelewa hapa. Lakini transistor ni kama diode, na kazi inayofanya transistor ni kama diode. Inachukua umeme upande mmoja na kupeleka upande mmoja. Na wakati huo kuna upande mmoja ambao ni emitter. Kuna collector, base na emitter. Kama unavyoona kuna C, kuna base, kuna emitter. Collector, base, emitter. Tunachokifanya ndo kama unavyoiona. Diode yenyewe, diode kama yenyewe inajitegemea, inakuwa ni kipande hiki. Kama ulivyoiona hiyo symbol. Umeme kwa mfano ukija hapa unaenda mbele tu. Nyuma urudi. Yaani kama zinaenda ni mbele tu, nyuma urudi. Hivyo basi na kwenye upimaji wake ni vile vile. Uwezi ukapima umeme kutoka negative, kutoka kwenye positive kwenda kwenye negative. Yaani umeme wa chanya uende ukaupime tena kwenye chanya. Hapana, itabidi ugeuze multimeter yako. Hivyo basi naenda kuonyesha mfano hapa. Mfano rahisi, tunayo diode hapa. Kama unavyoiona. Hii ndo diode. Diode yetu huku ndo umeme unakoenda. Diode yetu ndo hii. Umeme unatoka huku unaenda huku. Hivyo basi ukipima hii ukakuta ina link kwenye circuit yako au kwenye simu yako ikalia, ujue ni mbovu. Kwa mfano hii tunaipima hapa. Tumesema umeme unatoka huku unaelekea huku, ambako kuna hii alama ndio umeme unakoenda. Tumeweka negative huku unakoenda umeme, alafu unakotoka tumeweka negative. Hii diode iko sawa, kwa sababu hii diode kazi yake ni kupeleka umeme kutoka huku kuja huku. That why tukikusanisha hivi, tukigeuza hapo itahesabu 452. Kinini kilichopelekea ifike 452 ni kutokana na umeme unatoka kwenye positive ndio inatoa umeme unakuja kwenye negative huku, itahesabu. Ila haiwezi ikawa positive ukageuza positive ikawa inapokea umeme kutoka kwenye negative. Hicho kitu hakipo. Na huu umeme hauwezi ukarudi huku. Huu umeme uliopo hapa hauwezi ukarudi huku. Zato why nikiweka hivi haupimi hailingi. Ila nikigeuza hivi inaenda. Bas, kama umetambua hivyo, ukija kwenye simu yako, kuna simu nyingine unakuta unapima hapa, baadaye ina linki umepima, umeweka chanya kwenye chanya, hasi kwenye hasi, ina linki. Hata ukigeuza ina linki. Moja kwa moja utajua hiyo simu imeungua. Hivyo basi tutambua kusema hiyo diode yake ina tatizo. Tumemaliza kwenye hii kuipima. Tunakuja kwenye hii. Hii tulivyokuwa tunaipima, tukigeuza hivi, tukileta, tukaipima hapa. Inapima hivi. Tutaenda kuicheki resistor yake ambayo ni resistor yake hii hapa. Ndio napelekea ipime hivi. Hapa ilibidi ipime diode kama diode. Naenda kuijaribu simu nyingine hii hapa. Ni Samsung. Naipima vile haipimi wala ihesabu. Nageuza miguu. Pima 415. Hii ipo sawa. Basi, nijaribu na simu nyingine. Hivyo hivyo. $483. Ipo sawa. Na ni kwa nini hizi namba zifanani?
ni kwa maana ya simu au diode inavyozidi kutumika inapungua zile namba. Hizi namba zibidi zipime 500, lakini kwa sasa ziko kwenye 400 kitu, 480 kitu, 418. Hiyo ni diode. Kija tukipima hii Huawei 483 imetumika, lakini sio kwa kiasi kile. Tunajaribu hapa Nokia 521. Hata ukiangalia simu yenyewe hii ni mpya, haijatumika muda mrefu kuliko hizi. Zato imekuja 500, na simu ambayo haijatumika sana itakuja 500, ila ambazo zimechoka itapima hiyo. Hivyo basi, baada ya kutambua hayo, tunakuja sasa kuzisoma kwa ukaribu na kuzitambua vifaa vyetu. Kamera yetu ipo vizuri, Zato hatuenda kuchambua moja kwa moja, tujionyesha diode ya huku, maana muonekano utakuwa ni kazi kidogo. Hivyo basi naenda kutumia hii Samsung, naitumia tuonyesha tu baadhi ya vitu. Kwa mfano hivi vitu tunavyoviona rangi hii ni capacitor hizi. Hii rangi imekolea. Alafu kija kuna utu tudogo tu. Utu tudogo kama unavyokaona haka. Tunaenda kujaribu kupima hapo. Kuna capacitor, kuna diode, kuna resistor, kila kitu kipo. Maji yake yanakuwa na kazi kidogo. Tulichokifanya hapa, tumepima nyuma, kuna capacitor hii. Tumetumia capacitor nyuma kupima. Hapo inapima kama diode. Tulivyopima hapa inatuletea tabia ya diode ambayo ndio njia moja na hii capacitor hiyo. Lakini wakati huo capacitor tukija tukipima hapa ina link. Tukaja tukaipima hapa ina link. Ina link kwa nini? Kwa sababu ni capacitor. Capacitor kazi yake ni kutunza umeme. Inatunza umeme afu unatoka kwa muda mchache. Hivyo ukiweka hapo itapima hivyo, lakini kadiode ni haka kadogo kako chini hapa. Tukija kwenye simu hii kama ninavyoona kuna IC. IC yetu hii ndio inatumika kwa ajili ya kutunza chaji, mfumo wa system charge kuonyesha asilimia za simu hadi inajaa, pia na kuregulate ukaji wa chaji. Hii ikiwa isipokuwepo hii chaji haitaingiza, haitaonyesha percentage kama simu inaingiza chaji. Isipokuwepo hii haitatunza moto chaji, haitawaka simu kwa sababu ya hii. Hivyo basi ukitambua hivyo, zipo za miguu mbalimbali hizi. Kwa kwenye simu mbalimbali utakuwa unaenda kuziangalia. Mara nyingi inacheza upande wa system charge, terminal ndio hii inakuwa upande mmoja kati ya huku na huku. Japo simu zingine wanaziweka kwenye keyboard huku, ambayo tukikia tutumie simu hii. Kwa mfano tunao simu hii hapa, system charge iko hapa, terminal ziko hapa za betri, lakini wameiweka hapa. Iko hapa na vidaudi vyake pamoja na resistor yake. Kuna resistor hii ambayo inaweka ukinzani wa betri. Ndio maana tukipima hapo kwenye ile sakiti nyingine ilikuwa ina hesabu sababu ya ile resistor. Hivyo basi ukishatambua hapo, ukija ukipima simu ikawa na linki, unajua moja kwa moja ni diode ambayo ilibidi iwepo hapo, ndio imeungua, inabidi ukabadilishie. Japo zipo kwenye simu mbalimbali unaweza ukabadili diode ikawa tatizo ni lile, unaweza ukabadili hii IC. Kwenye simu za Kichina IC yake inakuwa ni kubwa kidogo. Hii ni ndogo. Kwenye simu za Kichina IC yake inakuwa ni kubwa kidogo. Kwenye simu za Kichina inakuwa inaendana kama na hii. Kama hii unavyoiona hapa. Basi kufikia hapo tumefikia tamati ya kipengele B cha jifunze ufundi simu. Asante kwa uliyekuwa nasi hadi sasa. Endelea angalia kipande B, C
ili uelewe zaidi na zaidi, tunaenda mbele zaidi. Asante kwa kuwa nasi TNZ College, the more you watch, the more you gain. Asante.